Karibu tena kwa Lent Farm Channel, ni channel ambayo inakusaidia wewe mzalishaji kuweza kujifunza vizuri kabisa. Jina langu naitwa Lembo Kija, napenda sana kuhusiana na masuala mazima ya kilimo pamoja na ufugaji. Kupitia hii video ningependa ni share na wewe matatizo matatu ambayo yanawasababisha wafugaji wengi washindwe kufanya ufugaji, especially ufugaji wa kuku. Na inawezekana hata wewe upo kwenye hilo eneo la watu ambao wanapitia matatizo mengi zaidi kwenye masuala mazima ya ufugaji wa kuku. Kama wewe ni mojawapo, basi baki na mimi. Moja ya changamoto kubwa zaidi ambayo inakuja kuleta mkanganyiko zaidi kwenye masuala mazima ya ufugaji wa kuku ni pale ambapo mfugaji amefanya ufugaji wake vizuri kabisa kuanzia hatua za mwanzo, anapofika katikati anaanza kukutana na changamoto ambazo zinakuwa ndivyo vikwazo vikuu vya yeye kushindwa kuendelea na ufugaji au kukata tamaa, kwa sababu aliwekeza fedha za kutosha na mwisho wa siku amekutana na matatizo ya katikati, akashindwa kujua mbinu gani ambazo atazitumia ili kusudi aweze kupita hizo changamoto. Inawezekana hata wewe ni mmoja wapo, lakini ningependa nishare na wewe matatizo matatu ambayo in general wafugaji wengi wanayafanya, na wengi wakishayafanya matatizo wanajikuta wanakata tamaa kabisa kuweza kufanya ufugaji, lakini vile vile wanashindwa kupiga hatua kwa sababu ya haya matatizo matatu ambayo ni muhimu sana hata wewe uweze kuyafahamu vizuri kabisa. Tatizo la kwanza ni usimamizi mbovu. Moja ya tragedy kubwa sana ambayo inakuja kuleta madhara zaidi kwenye masuala mazima ya ufugaji, sasa ufugaji wa kuku, ni pamoja na kutokuwa na usimamizi mzuri. Unaposhindwa kuwa na usimamizi mzuri, utashindwa kujua jinsi gani ufugaji wako unaendelea, utashindwa kujua jinsi gani uboreshe ufugaji wako, lakini pia utashindwa kujua ni vitu gani ambavyo unatakiwa vifanye ili kusudi uweze kukuza ufugaji wako ukuletee matokeo makubwa zaidi. Changamoto kubwa wafugaji wengi wanaipitia ni kupata watu ambao wanakuwa na uelewa zaidi, wanakuwa na ujuzi, lakini pia wanakuwa na uwezo wa kudetect changamoto ambayo inatokea kwenye aina ya ufugaji ambao wanaofanya. Na kama unapitia hii changamoto, unabidi ufahamu ili kusudi uweze kufanya vizuri ufugaji wa kuku, aidha kuku wa mayai au kuku wa nyama, lazima ujue aina ya usimamizi ambao utafanya ndio utakaojulisha matokeo ambayo utayapata. Lakini wengi wanawaachia watu ambao hawajawahi kuishi na kuku, hawajawahi kufuga kuku, na mwisho wa siku wanakuja kupata hasara ya aina ya ufugaji ambao walikuwa wanaofanya. Na kama wewe unapitia changamoto kwenye masuala mazima ya ufugaji ambao unafanya wa kuku, lazima uangalie aina ya ufugaji ambao unafanya, aina ya usimamizi ambao unafanya, lakini pia angalia vitu gani ambavyo vinakosekana ambavyo vinakuja kuleta athari zaidi kwenye mifugo yako kwa hao kuku ili kusudi uweze kuboresha zaidi. La pili ambayo inakuja kuleta madhara ni kuanza kutumia faida kabla haujaipata faida. Hili ni kosa au ni tatizo kubwa sana ambayo inakuja kuleta changamoto kwenye masuala mazima ya ufugaji wa kuku. Kama unavyojua, ufugaji wa kuku ni ufugaji ambao unaweza ukaufanya baada ya muda ukakupa matokeo ambayo yatakuwa yanarahisisha huo ufugaji kuweza kuendesha wenyewe. Na kama unapitia changamoto ya kushindwa kuona faida kwenye ufugaji wa kuku ambao unafanya, lazima ukae chini uangalie ni vitu gani ambavyo unavifanya havihusiana na aina ya ufugaji ambao unafanya, na ili kusudi uweze kujua fedha yako ambayo unaipata kutoka kwenye ufugaji wako inaelekea wapi. Inawezekana wewe ukawa ni shahidi kwamba umefanya ufugaji kwa muda mrefu, una muda mrefu unafanya ufugaji, lakini changamoto ni pale tu haipatikani fedha kwa ajili ya kuendesha ufugaji wako na kwa ajili ya kukuza aina ya ufugaji ambao unafanya. Na hili linaweza likaambatana pia na jinsi ambavyo unashindwa kujua hii fedha ambayo inatokea kwenye ufugaji wako itumike wapi, na matokeo yake unaanza kutumia fedha ambayo inapatikana kwenye ufugaji wako wa kuku kwa ajili ya mambo mengine. Sio vibaya, lakini inabidi ufahamu ili kusudi uweze kukuza aina yako ya ufugaji, lazima ujue ni fedha gani ambayo itatumika kwa ajili ya kuendeleza ufugaji wangu, lakini pia ni fedha gani ambayo nitaipata kwa ajili ya mambo yangu binafsi ili kusudi niweze kufanya vizuri kwenye aina ya ufugaji wangu, lakini pia niweze kuishi maisha yangu ambayo ninayataka. Tatizo la tatu ambao watu wanalifanya ni kulazimisha kuanzia hatua ya juu kwenye ufugaji ambao unaofanya. Kuna mfugaji leo anaingia kwenye aina ya ufugaji wa kuku ambao anaona kwamba inaweza kumletea matokeo, na anaamua kuleta kuku wengi zaidi, kwa mfano kuku 1000, lakini ukiangalia background yake hajawahi kufuga kuku hata 100, hajawahi kufuga kuku hata 20. Hii inakuwa ni changamoto kubwa zaidi kama wewe ni mfugaji ambao umeamua kuingia kwenye sekta ya ufugaji wa kuku lakini haujawahi kufuga kuku. Hii inaweza ikawezekana pale tu utakapokuwa na watu ambao wana uwezo wa kusimamia, lakini pia na uwezo wa kuleta matokeo, lakini pia wana experience ya kutosha, na hapo utakuwa na uwezo wa kuleta kuku. Wa pili, wewe ndio mhusika mkuu, wewe ndio msimamizi, lakini hauna uwezo
wa kufuga kuku wengi zaidi, ni bora ukaleta kuku wachache ili kusudi uweze kujifunza vitu ambavyo vinaendelea kwenye ufugaji wa kuku, lakini pia hao kuku wachache watakusaidia kujifunza hatua ndogo ndogo ambazo usingeziona pale ambapo ungekuwa umeleta kuku wengi zaidi, na hapo itakuwa ni rahisi kwa kuweza kufanya vizuri kwenye aina ya ufugaji ambao unaofanya. Kama una changamoto kwenye eneo lako la ufugaji wa kuku, unaweza ukaniandikia hapo chini ili kusudi niweze kusaidia basi vitu ambavyo vinavipitia, na mwisho wa siku uweze kufanya ufugaji wako vizuri kabisa. Tukutane katika video nyingine.